Kwa mambo kwema. Naona wanazoea wao waliko na basi na hawakosekani. Ya kabisa, ni maisha yetu, mwisho siku ni sehemu ya maisha. Ukikosa unahisi kama kuna kitu kiko sawa hivi. Wengine tumezoea kupiga kelele, ukiona kuna mtu amefanya movement fulani una enjoy. Yaani ni Tulisema connection ama namna ya kujifunza kama hizi upande wa wanaume hapa nyumbani au kwa sababu kwa hiyo pamoja na Frida Amani hii mara yao ya kwanza hapo kwa mpira Aisha Masaka kwa wanawake hapa nyumbani. Wako inakupa taswira gani zaidi mpira wetu na mtazamo wako sasa hivi ukiangalia mwanzo na sasa hivi tunaonyesha kwanza inanipa picha kwamba ikitokea kuna ndugu yako wewe anacheza soka anatakiwa kwenda nje asibaniwe, atengenezewe njia aende akacheze. Na ikitokea kuna dada yake ndugu wangu hapa ana rap asibaniwe, atengenezewe njia rap, kwa sababu leo tumeona rap na football namna ambavyo imetuleta pamoja, na kilichotuleta pamoja mwisho wa siku sio rap na football peke yake, kwa sababu watu wana rap na wanacheza, lakini exposure. Aisha Masaka alhamdulillah yuko mbele, ameona kule juu, lakini Frida Amani naye anasafiri sana, anakutana na watu tofauti, anaona. Kwa hiyo wamepata exposure, wametuletea jambo ambalo kwanza linatukutanisha pamoja, pili linapigania haki na usawa wa mwanamke, tatu linamuamsha mwanamke mwingine ambaye pengine amelala analia, haamini kwamba anaweza kutimiza ndoto, haamini kwamba anaweza kutoka mbele ya wanaume 200 300 au mbele ya wanawake wenzake milioni akasimama. Kwa hiyo ni awareness nzuri sana ambayo imeanzia kwenye exposure ya wachezaji, lakini pia na rapper Frida Amani. Ni jambo ambalo mimi binafsi kama mwana football, mwana jamii, nimelipenda sana na na appreciate. Nini kitu cha kawaida kwa nchi za nje, lakini Tanzania inaonekana kama ni kigeni sana. Kipi kinachowafanya wachezaji wetu kama watu kubadilika nyumba na mpaka leo kufanya mambo kama haya? Kwanza unajua kuna namna fulani tumetengenezewa inferiority complex, kwa maana ya kutojiamini, wakati mwingine kubaki nyuma, lakini kuna watu wanavozidi kwenda mbele wanazidi kukutana na matukio haya mengi, kwa hiyo wanapata hiyo exposure nilivyokuambia. Kwa taratibu inaambukiza. Umemwona leo Aisha Masaka na Frida Amani, kesho yake utamwona Stumai atafanya labda na rapper mwingine, kesho yake utamwona labda rapper mwingine na mchezaji mwingine. Itatoka kwa marapa itaenda kwa wabunge, Speaker Tulia atafanya na Halima Mdee, itatoka kwa wabunge itaenda kwa labda madaktari, atafanya hivyo. Kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho kinakuja taratibu. Haukuwa utamaduni wetu, lakini tunauchukua kutoka kwa wenzetu, utamaduni wa kukutana kwa kupitia fursa kama hizi, mpira na muziki na vitu vinginevyo. Kwa hiyo naamini tulikuwa wanyonge mwanzo, ila kwa namna ambavyo wamejitokeza kina Frida kufanya, ita expand na tutakuwa tunapata matukio kama haya mara nyingi zaidi. Sawa, kwa namna ambavyo tumejitokeza siku leo inaashiria kwamba tumemisi viwanja. Tarehe 15 tuna mchezo mwingine wa Derby Kariakoo ambapo palipoishia panaendelea. Kwako James, una lolote la kusema kutokana na yale ambayo yanaendelea? Inachezwa kwani? Inachezwa. Tunaona lakini Simba wanaendelea kutangaza kwamba tiketi zinaendelea kuuzwa wao kama timu wageni, lakini tunaona maandalizi yao na Azam TV wanaendelea kupromote. Simba nadhani ni mtu wa mwisho sana kuzungumzia mechi. Ni mtu wa mwisho sana. Mtu wa kwanza ni Young Africans, mtu wa pili ni bodi ya ligi, alafu wanakuja Simba Sports Club, kwa maana ya kuomba. Tena Simba hata hawatakiwi kuhamasisha, wanatakiwa kuomba tu tickets VIP, VVIPs kwa ajili ya watu wao, au wengine watanunua. Lakini mimi nitakaposikia neno kutoka kwa idara ya habari na mawasiliano ya Young Africans kwamba inachezwa, hapo nitaweza kuizungumzia, ila mpaka sasa hivi ni leo tarehe 7, tarehe 8, kwa namna ninavyoifahamu Young Africans kwa muda huu uliobaki, na kwa namna ambavyo wamekuwa wakifanya wakiratibu timu yao na mazoezi yao, sidhani kama tarehe 15 pana kitu. Lakini kwa kile ambacho naamini kuna hatua itafanywa kwanza, alafu hiyo hatua ikifanywa soon mechi itatangazwa. Hatua gani ambayo ushaiba? Mamlaka bado wanaendelea kutangaza kwamba mchezo uko. Ni kama mamlaka na Young Africans bado wanakwenda against hivi, wanashindwa kupata suluhu. Mapema tu watu wakashindwa kupata sintofahamu hiyo ya tarehe 15. Yes, mamlaka wanaendelea kutangaza na Young Africans pia wanaendelea kugoma. Young Africans wanajua sababu, wanajua kwa nini wanagoma. Na ukimwona mtu amekaa ukimwona ndege amekaa kwenye tawi la mti, mara nyingi
Sio amekaa kwenye tawi la mti kwa sababu ya ule mti anauamini. Amekaa kwenye lile tawi la mti kwa sababu ya mbawa zake ndio anaziamini. Kwa hiyo ikitokea lile tawi likavunjika, yeye anaruka. Ndicho kinatokea Yanga. Yanga ni ndege ambaye amekaa juu ya mti, juu ya tawi. Sio kwamba analiamini lile tawi, anaamini mbawa zake. Kwa hiyo kitendo cha Yanga kusema kama mlitumia busara kuvunja mchezo wa tarehe 8, tumieni busara kuvunja mchezo wa tarehe 15. Kuna namna naamini ameshikilia, anajua. Kama unawasupport Yanga kuto msimamo wao kutopeleka timu uwanjani? Hapana, mimi sijawahi kusapoti Young Africans wala Simba Sports Club wala bodi ya ligi, ila mimi na sapoti weledi. Mimi bahati nzuri nimekuwa katika mazingira ambayo yanaruhusu sana weledi. Kwa hiyo mimi na support weledi. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anaonyesha element ya weledi, mimi namsupport. Nimewahi kupiga kelele sana, kuna kipindi na TFF walifanya kazi nzuri sana, walifanya weledi, lakini pia Azam Football Club nimewahi kuwazungumzia sana na ndo mpaka leo hii nawazungumzia sana miongoni mwa timu zinazoongoza kwa weledi, Simba Sports Club, Young Africans. Kwa hiyo mimi sehemu yote ambayo naamini kuna weledi na tamani sana kuona unanyooka pale. Nikiona sehemu kuna kama ingia toka, basi unaweza ukaniona niko. Kwa mawazo yako kwenye huo weledi, wakati hapa kunaendelea na ushindani, mamlaka zinasema mechi ipo, wakati upinzani pia wakitamani mechi iwepo, mwenyeji wa mchezo anasema mechi haipo na sitoshiriki mchezo huo. Haoni kwamba kwa hizi siku zilizosalia pengine mamlaka ingeona haja ya kushirikiana na mwenyeji kujua aidha nini kinapelekea mpaka mechi haichezwi na kutatua changamoto ambazo zinaweza kuwafanya wakajua wanatatua vipi tatizo hili kabla ya tarehe 15, kwa sababu inawezekana tarehe 15 pia ikatokea usumbufu kama uliotokea tarehe 8. Ya kwanza ni utaratibu ambao wakifanya hivyo maana yake ni utaratibu ambao wa kistaarabu na utaratibu ambao ni uwajibikaji, na uwajibikaji kimsingi ni utaratibu ambao tusidanganyane, wa Tanzania hatujajengewa. Wewe unaweza ukamkosea mwanao, lakini kurudi kumwambia bwana mwanangu mimi naamini nimekukosea, wewe ilibidi upate nguo mpya, ilibidi upate viatu vipya, inakuwa ngumu sana. Ukiniambia haraka haraka nikumbuke watu ambao wamewahi kuwajibika katika hii nchi, nitamtaja marehemu mzee Edward Lowassa. Alisimama bungeni akasema kwa hili nimesikitishwa, nimefedheshwa, lakini kwa vile nahusishwa na kaa pembeni. Ndio taratibu ambao wenzetu wamekuwahi kufanya huko mbele na kwingineko kwingi sana. Kwa hiyo kama watafanya hivyo, Young Africans wameweka wazi, kama watafanya kutakuwa na uwajibikaji na maelezo, basi wao wako tayari kuendelea na mechi. Nadhani hiyo ndio njia ambayo ya kwenda. Unaiona